Mimi naitwa Sauti Biego, mdogo kuanzia pale saa 11 mpaka saa 12 kwa sasa Afrika Mashariki. Tutakuwa hapa kwa ajili ya kupeana taarifa mbalimbali kuhusiana na kilimo na ufugaji, na sasa ni muda wa sisi kuweza kuzungumza na Oscar kupitia 0739109109. Tutumie ujumbe wako huko au tupigie simu moja kwa moja kama unahitaji kufahamu mengi zaidi kutoka kwake. Amewezaje yote hayo? Anatumia mbinu gani katika kuhakikisha kwamba hapotezi kuku, yani kuku hawafi na magonjwa, hawapati matatizo yoyote wakiwa katika shamba lake. Bwana Oscar, yes, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Wiki iliyopita tumekutana katika banda lako la kuku pale. Sahihi kabisa. Na leo nikasema nikualike hapa tuweze kuzungumza na yule ambaye anatusikiliza hivi sasa. Nashukuru sana. Kwa mtu ambaye hakufahamu, mimi nakufahamu kwa jina la Oscar Joe. Yes. Kibiashara zaidi. Yes. Majina yako ya asili ya Sanida. Yepi? Okay, kwa majina naitwa Oscar Lusekelo Mwakaliku. Ni mzaliwa wa Mbeya na ninaishi Mbeya, na kazi zangu pia ninafanya hapa Mbeya. Kwa hiyo hayo ni majina yangu halisi kabisa ya kuzaliwa. Oscar Lusekelo Mwakaliku. Oscar Lusekelo. Yes. Hayo ni majina ya NIDA. Ndio. Shughuli za ufugaji Oscar tumeanza mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka jana. Mwaka jana mwezi wa 8 kama sio wa 9. Yes, mwaka jana mwezi wa 8 kama sio wa 9. Yes. Kwa hiyo unataka kuniambia wakati nakuja kwenye wale kuku weusi ndio ulikuwa unaanza shughuli za ufugaji? Yes, nimeanza na wale weusi. Okay. Na unafuga kuku wa aina gani? Maana kuna kuku aina nyingi. Ni kweli, mimi ninafuga broiler, kuku wa nyama hawa. Unajua mwingine ukisema broiler anashaanza kashindwa kukuelewa. Broiler lakini ni species moja ya kuku wa nyama. Nafuga broiler, kuku wa nyama, kuku wale weupe, broiler weupe. Unajua watu wengi washazoea broiler wale weupe. Ndio hao nawafuga mimi. Ndio. Nimetembelea katika banda lako, lakini naamini ya kwamba kuna mtu ambaye hivi sasa hakuweza kuangalia ile video yetu YouTube na angependa kufahamu mbinu ambayo wewe unaitumia katika ufugaji wa kuku hawa, kuku wa nyama, ambao una uwezo wa kuwatoa ndani ya siku 30, yani mwezi mmoja na siku kadhaa. Kitu gani, kuna siri gani hasa ambayo inakufanya wewe kuku hawa uweze kuwa maintain wasipate magonjwa na vitu vingine? Kiukweli mimi ni kama ulivyokuja na ulivyofika pale kwangu, uliona ninatumia cage. Natumia system hii ya cage, na hiyo ndo siri kubwa inayosababisha mimi kuweza kupata matokeo makubwa kwenye ufugaji wangu. Though na mimi nilianza chini na uzuri sasa nilianza chini, kwa hiyo nina experience ukifuga kuku chini, na sasa nina experience pia kuweka kuku kwenye cage. Ukweli kabisa bila kupepesa macho wala kupinga, ni unapokuwa na kuku kwenye cage na unapokuwa na kuku chini kuna tofauti mkubwa sana. Cage zinasukuma sana, cage zinasaidia sana, cage zinasupport sana. Kwa kwanza kwenye masuala ya muda, madawa, afya, nikisema uzima wa kuku pia, yani magonjwa, kuku wanaishi vizuri sana wakiwa kwenye cage. Utapitia changamoto nyingi tofauti na kwamba ukiweka kuku chini. Cage zimeturahisishia kuanzia kwenye swala la ulishaji wa kuku, kwenye swala la chanjo, kwenye swala la dawa pia utakapokuwa unaweka, kwa sababu kila kitu kiko systematic. Unapoweka maji yanaenda mahala pake, kuku anakula mahala pake, kinyesi kinaenda mahala pake. Kwa hiyo unaona hapo kwa namna hiyo ule muingiliano kusema kwamba kuku huyu ataumwa, tofauti na kuku akiwa chini. Pale kuna mapumba, pale tumeweka chakula pale tumeweka maji. Kwa hiyo ukakuta kuku huyu kagusa haya maji yamemwagika, yale maji yaliyokaa pale, let's say kwa mfugaji hakuyaona kwamba yamemwagika chini, yamekaa muda mrefu, yanaanza kuzalisha wadudu. Wale wadudu wakiwa contaminated na kuku, unaanza kuona kuna changamoto zimeanza kujitokeza. Maana kuku fulani wanadondoka, wale 3, 4, 5, bado unajua wako very sensitive, unaona Kwa kiukweli hilo swali uniuliza, ndugu mtangazaji, cage ni the best. Na unaweza kukuta watu wengi, wafugaji wengi hawaamini. Yaani mtu ukimwambia kwamba bro unamfuga kwenye cage anakuambia inawezekanaje? Inawezekanaje unafuga kuku kwenye yani bro unamfugaje kwenye cage? Na mimi mwanzo nilikuwa nabisho, najua. Nilikuwa sijui. Unajua shida ni kwamba tumetoka nyuma huku na wazee wetu sisi tumepokelewa na wazee. Hao ndio waliotupokea sisi kwenye ufugaji. Kwa hiyo unakuta namna anavyofuga yeye
tumekuta anafuga kuku chini na sisi tumebeba vile walivyotuelekeza na kuja kufuga vile vile. Lakini sasa ukiangalia siku hizi ufugaji umeenda kisasa zaidi. Ili upate matokeo, fuga kisasa zaidi. Chochote utakachokifanya kwenye ufugaji ukiweka kisasa na ukiweka zamani, ukifuga kiloko, automatically huyu wa kisasa atakuwa na majibu mazuri zaidi. Kwa ukweli kabisa, bila kupepesa macho, mimi siri yangu ipo kwenye cage. Cage inanipa matokeo mazuri na makubwa. Kile chumba ambacho umeweka kuku zaidi ya 300, kile kwa wastani kitakuwa na ukubwa gani kile? Kile ni cha kawaida sana. Yaani unajua nyumba zetu za zamani kikweli kwa vipimo sahihi siko navyo kichwani, lakini kidogo sana chembamba. Nadhani ulikiona vile kwenye video. Yaani mpaka mimi nikawa napata taabu kupata picha. Yes. Kwa sababu chumba kidogo sana. Kidogo sana. Lakini kuku ni wengi. Unajua sasa shida ni kwamba ilikuwa na mimi mwanzo sikuwa na mawazo haya ya cage. Nilipotembea kwa mfugaji mmoja, nilipoona ameweka cage, nikasema wow, kumbe inawezekana chumba kidogo kaeka kuku wengi. Na kitu kilichonipelekea mimi nikaenda kutafuta cage, nikajaribu kutafuta huku na huku na kupata zile cage na kuziweka pale. Sasa angalia, mwanzo pale chini nilikuwa nikiweka kuku wengi sana, hawazidi kuku 200. Yaani nikizidisha zaidi hapo panakuwa ni changamoto kidogo. Yes, lakini sasa hivi naweza kuweka kuku 300 mpaka 350 kwenye zile cage unazoziona pale. Sasa unaweza kaona sisi hatunaga ile utaratibu wa kutumia hii space ya juu. Yaani sisi tunawazaga kwamba tukishaweka kuku chini imeisha. Sasa hii space nyingine unamwachia nani? Unaona? Kwa hiyo kiukweli pale eneo dogo lakini kuku wengi na kuku wanaenda vizuri sana. Yes, wanaenda vizuri sana. Naam, kupitia 0739109109 unaweza pia kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi kuweza kuuliza chochote kuhusiana na ufugaji huu wa kisasa kabisa. Lengo nimemuita Oscar leo hii kwa ajili ya kuweza kutupa maarifa kuhusiana na ufugaji. Watu wengi tunahitaji kufuga, lakini tunaogopa ile hasara ambayo watu wengi wamekuwa wakiipata. Na kumbuka kwamba watu wanapata hasara kutokana na hawafuati ile misingi. Hawapo katika usasa zaidi. Tumezungumza hapa watu wa zamani walivyokuwa wanafuga. Unafuga ile huria. Unafuga mtu kuku unawafungulia tu, wanazagaa, wanaenda huku na kule. Kwa tupigie kupitia 0739109109. Na system zipoje katika zile cage ambazo tunazo pale? Kama nilivyosema mwanzo, system za cage ni rahisi sana. Kuanzia kwenye uendeshaji wake. Kama kuna mtu kabahatika kuona ile video, yes, kwa mfano kila chumba cha cage, yani seti moja ya cage, kwa mfano kwa ile nyumba yangu mimi pale ina vyumba 6. Na kila chumba kimoja kinaingiza kuku 12. Ukizidisha sana 13. Kila cage moja, kile kibanda. Kile kichumba, yes. Ila seti moja inakuwa na vyumba 6. Yaani uliona pale kuna partition ya kwanza, ya pili, ya tatu. Inakuja tena upande huu 1, 2, 3, si ndio? Hii hapo ni seti moja. Kwa hiyo kila chumba kimoja kinaingiza kuku 10 na ngapi? 13. Ambapo sasa ukija kuangalia sometimes mimi huwa naingizaga kuku 300 kamili, siweki 350. Kwa hiyo inalazimu kila chumba kimoja niweke kuku 10 au 10 ili wapate space na wakue vizuri. Kwa hiyo sasa ukija kuangalia urahisi unapokuja ni kwamba kila chumba na kila chumba na kila space ya kila chumba ambacho kilichopo, kuku atakula kwa wakati. Yani kila kuku atapata share ya chakula bila kugombana, bila kuvurugiana. Unaweza kukuta wafugaji wengi wanaweka chini, wanaweka labda let's say vyombo vichache, havijakizi idadi ya kuku. Ukija kuangalia namna muda wanakuja kuweka chakula, kuna mvutano wa kuku, wanagombana. Sasa unaweza kukuta kuna kuku wengine ni tough, wengine ni wanyonge. Sasa wale wanyonge automatically watakuwa na ukuaji hafifu tofauti na wale wakubwa. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nakifurahia kwenye keji ni hicho, kwamba nikiweka chakula, kila kuku atakula kwa ratio inayotakiwa. Na akisha kula anakaa pembeni anapumzika, akichoka naenda na kunywa maji, anakaa anapumzika. Yaani wanapishana katika mazingira mazuri. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili kwenye keji ninachokipenda, nina idadi ya maji yangu, idadi ya maji ninayoweka. Yaani kwa mfano, let's say kuku akianza wiki ya 3 mpaka napokuja kuatoa, mara nyingi wanakunywa lita 60. Asubuhi 30, jioni 30.
asubuhi 30, jioni 30. Kwa mimi nina dude la jaba pale kama uliliona. Nikisha jaza tu lile pale, nikakadiria na vipimo vyangu vya dawa kama ni siku ya dawa, nikisha ruhusu tu maji kule yakienda, kila kuku anakunywa maji kwa usahihi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa namna ambavyo keji zinavyosaidia. Yaani kwamba wewe ukishaweka maji, unajua kabisa haya maji nimeweka labda asubuhi, let's say saa 2, si ndio? Mpaka inapokuja kufika mida ya saa 2 au saa 1, yale maji yanakuwa yamefanyaje? Yameisha. Sometimes unaweza kukuta kuku wamechangamka sana saa 10, saa 11 maji yamefanyaje? Yameisha. Kwa hiyo unatakiwa ongeze maji mengine ambayo sasa hayo watakesha nayo mpaka asubuhi. Kwa hiyo chakula asubuhi umeweka, unaweka jioni tena. Yaani ni simple. Nikishaka asubuhi nimefunga hesabu yangu, yani hapo sina kuhangaika tena na kuku. Jioni ninapokuja kuweka chakula, ninapata muda mzuri sasa wa kupita kila chumba kuangalia maendeleo nini ya kuku. Let's say niliweka asubuhi chakula, nikaweka na maji, wamekunywa vizuri, wameenda sawa. Inapofika ile jioni, ninapokuja kuweka chakula kingine na maji, ni lazima nihakikishe ninapita kila chumba kuangalia kuku anaendeleaje, kuku gani amenyongonyea, kuku gani ana shida gani. Kwa hiyo itakurahisishia, na sio tu kupita kwenye chumba kuangalia, utadetermine changamoto ya kuku kwa kuangalia namna wanavyojisaidia. Na hicho ndio kinachotusaidia wafugaji, kwamba tunajua magonjwa ya kuku wetu ni kwa kuangalia namna gani wanafanyaje, wanajisaidia. Kwa hiyo nikipita jioni naangalia kwenye kila chumba, naangalia kinyesi chao, najua okay, hapa wako sawa. Au nimedetermine kwamba wanakunya ugoro sana, au wanajisaidia sana damu, nani najua sasa hapa hii issue ya matumbo iko, ndio kesho nianzishie dawa fulani. Kwa hiyo unaweza ukaona urahisi wa kwenye cage. Kinyesi unakiona pure. Lakini sometimes kwenye mapumba, lakini kuja kwenye mapumba huku unavyoweka chini, sinamwaga ile mapumba. Kwanza kukuta kuku kajisaidia ana changamoto fulani, kajisaidia mharo fulani mweupe, huja uona, huja udetermine kwa wakati. Wanaula, wanaambukiza wengine, kuku wanaanza kudondoka, kuja kushtuka, mbona kuku wanakufa wengi, wanadondoka, wanavaa makoti. Dondoka wamevaa makoti mdondo. Unaona? Kwa hiyo kiukweli cage ni the best sana. Kupitia 0739109109 anasema naitwa Maisha Life kutoka Isongole pale Chunya. Anasema anatusikiliza hivi sasa. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema asante sana mwelimishaji kuhusiana na ufugaji kwa keji. Tunashukuru sana na tunaelewa, lakini vipi kuhusu kuku wa kienyeji? Natamani kuweza kupata elimu pia. Sandra kutokea Swaya Mbeya pale Tanzania. Sasa Sandra, baadaye tutakuja kupata namba pia ya mwelimishaji hapa, ndugu yetu Oscar. Yes. Yeye amejikita sana katika ufugaji, kwa hiyo atakuja kukueleza kuhusiana pia na njia hizi za ufugaji. Kama unahitaji elimu kuhusiana na kuku wa kienyeji, naamini katika kuku ambao ni wepesi sana, wao pambane nao mdondo tu. Yaani hao chanjo tu umemaliza. Kwa hiyo asante sana Sandra kutokea maeneo hayo. Yes. Swaya pale. Kuna mmoja hapa anasema anatusikiliza moja kwa moja, kipindi kiko shwari kabisa. Okay. Hajasema anaitwa nani huyo. Asante sana pia kwa ujumbe wako. Bwana Oscar ni mfugaji kijana kabisa wa kuku wa kisasa, kuku wa nyama. Hivi wanachukua siku ngapi wale, tangu siku ambayo ya kwanza wanaweka bandani mpaka siku ambayo wanawatoa? Broilers ni kuku wa chap tunasema. Yani mara nyingi wao wanachukua siku kuanzia 30 mpaka 33 hapo. Kwa nini nimesema 30 mpaka 33? Wako wafugaji ambao kwa huku Mbeya, kutokana na aina ya masoko yao, wao huwa wanatoa kuanzia siku ya 28 mpaka 30, na wana bei zao, siwezi kuzizungumza, lakini wana bei zao. Lakini sasa ili uweze kupata maslahi vizuri na ili uweze kupata faida vizuri, tunashauri sana kuku angalau ili atoke vizuri awe na siku 35. Siku ya 35 unamtoa. Basi hata kama itakuwa pungufu hapo, cheza hata kwenye siku ya 34 kwa koma hivi. Yeye anakuwa huyo ni kuku heavy, yani unaona kabisa. Yes, unamkuta broiler hapo. Na niliona
samani nitaingizia tu hili kidogo, na niliona mtu ana comment anakuambia haiwezekani kuku akafikisha kilo 2. Yani mtu anakataa, anakuambia kwamba haiwezekani kuku akafikisha kilo 2. Hii inawezekana. Yani ndani ya huu muda kuanzia siku ya kwanza mpaka 33 utapata kuku asilimia kubwa wengi wanacheza kwenye 1.8, 1.9, 2, 2.2, 2.3. Yani hao ndio wale heavy. Unaona? Kwa unapata wapo kuku unapata vizuri kabisa wamefika kilo 2 plus. 1.8 unacheza hapo, kuku wengi wanakuwa wanacheza kwenye hizo kilos. Kwa hiyo kiukweli ukija kuangalia siku 35 zinatosha kuku kumtoa na kwa kuku mzuri kabisa. Anasema naomba elimu juu ya ufugaji wa kuku wa kienyeji pia. Shukrani sana. Anaitwa Mtewele Majengo pale Sangambi. Asante sana kwa ujumbe wako. Baadaye utakuja kusikia hapa namba za mwalimishaji. Anasema tuko pamoja kutokea Songwe. Anaitwa Frederick Soka. Ametuma ujumbe pia kupitia 0739 109. Tuna neno gani kwa vijana hasa kabla ya kutupa mawasiliano yako moja kwa moja kwa mtu ambaye anahitaji aidha elimu? Hapa kikubwa ni elimu zaidi. Sahi. Na vitu vingine. Sahi. Una neno gani hasa kwa vijana ambao wengi wetu tumejikita tukisubiria ajira? Naamini Oscar hujaajiriwa serikalini. Sahi kabisa, ndio. Mimi sikuajiriwa serikalini. Ni kweli kabisa. Bwana Sky hajaajiriwa serikalini. Sahi kabisa. Tuna neno gani hasa kwa vijana? Kikweli mimi naweza ninachowashauri vijana wenzangu tusibweteke. Samani kwa kauli kama hii kama nitakuwa nimewakwaza wengi, lakini unajua tulikuwa tumeandaliwa kwenye mindset ya kuajiliwa since tunasoma. Tunawaza kwamba okay, nikimaliza mimi chuo nahitaji kuingia labda ofisi fulani, nahitaji kukaa sehemu fulani, nahitaji kufanya kazi kwenye AC ofisi moja kali sana, lakini ukweli usiopingika ni kwamba sasa hivi mambo yamebadilika sana, wasomi ni wengi sana. Kwa hiyo kitu ambacho mimi ninawashauri vijana wenzangu, tusiache hizi fursa nyingine zinazokuja, kwa sababu mimi sikuwahi kufikiria kama nitakuwa mfugaji, unajua, lakini ni kitu ambacho nilikaa chini nikasema hapana, nijaribu na mimi kujifunza. Mbona kama huku kuna soko fulani? Unajua fursa zipo nyingi. Vijana tunaona fursa ziko nyingi, lakini kujaribu na kujitoa ndo changamoto. Unakuta mwingine anawaza mimi nikafanye kitu fulani. Yaani labda mimi nikauze kuku kweli, nikafuge kuku, au mwingine anakuambia mimi bwana wengi wanataka kazi fulani za kufanana. Yaani kwamba basi kwa sababu nimekosa ajira serikalini, basi na mimi nikauze nguo kama fulani. Lakini pia kwenye sekta ya kilimo na ufugaji kuna fursa kubwa sana na inahitaji vijana wengi sana, na ukiangalia asilimia kubwa wengi ni wazee wamejikita huku, na sisi vijana tumekuwa tukikaa sehemu moja tukigombania sehemu moja. Ningependa kushauri vijana tujaribu hii elimu ambayo tumeipata, tujaribu kuingia huku, na ninaamini ndio hiki unachokizungumza sasa hivi kufuga kisasa. Tunaongezea kwa ile elimu tulioipata na mafunzo mengine tutakao kuwa tumepewa na hao ambao walitutangulia. Kwa hiyo ningetamani vijana wengi tuamke, tuanze tufanye. Usikadirie kazi, usichukulie poa, useme hii mbona kama hii sio, hii itakuaje. Kwa hiyo nilitamani fursa yote inayokuja mbele yako, kaa chini, angalie, ipange wiki mikakati, iangalie vizuri, tafuta watu walioitangulia wakupe elimu vizuri, ichambue vizuri, alafu angalia sasa, ingia kwenye field moja kwa moja kwenda kufanya. Kazi zipo nyingi sana kwenye kilimo na ufugaji, na washauri sana vijana wenzangu tuingie huku, kuna hela na kuna fursa nyingi sana. Sasa yes. Kwa yule mtu ambaye hivi sasa anahitaji elimu kutoka kwako, anahitaji ushauri na vitu vingine vingi, ana uwezo wa kukupata vipi hasa Bwana Oscar? Sawa, nitataja namba yangu ya mawasiliano. Hiyo ni namba rahisi kuweza kunipata na kunifikia. Namba yangu ni 0716 00 8585 0716 00 8585. Hiyo ndio namba yangu na utanipata kwa urahisi, tunaweza tukazungumza na shida. Naam. Huyu ni Bwana Oscar tutawasiliana pia kwa sababu kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana, tujazungumza hapa kuhusiana na namna ya ufugaji wa kuku hawa. Naamini kwamba vipindi vijavyo tutakuwa hapa pia. Yes. Tukielezea hayo. Asante sana. Unanipata pia au unatupata kupitia YouTube channel yetu ya Shamba Hub Tanzania au Shamba Hub TZ. Ukifika huko pia yote ambayo Oscar ameyaongea hapa
utayapata kupitia YouTube chaneli yetu ya Shamba Hub Tanzania. Ameongea mengi kweli kweli. Nenda katazame hizo keji ambazo ameziongelea hapa. Nenda katazame iko chumba ambacho amekiongelea hapa ya kwamba ni chumba kidogo sana, kaweka kuku zaidi ya 300. Utapata kuweza kujifunza mengi kupitia YouTube chaneli yetu ya Shamba Hub TZ au Shamba Hub Tanzania. Una subscribe na kisha una like na kuangalia makala mbalimbali za kilimo na ufugaji. Tufuate pia kupitia Instagram, Facebook pamoja na TikTok, Shamba Hub TZ au Shamba Hub Tanzania. Huko pia tufollow na uweze kuangalia makala zetu, machapisho pamoja na video mbalimbali ambazo tunaziweka huko. Ulikuwa na mimi Sauti Biego kuanzia pale saa 11 mpaka hivi sasa saa 12. Hatuna la ziada. Leo ni siku ya Jumapili, lakini pia tutakutana tena siku ya Jumapili ijayo, wiki ijayo, hapa hapa kupitia Shamba Hub TZ kuanzia saa 11 mpaka saa 12. Hii ni 101.9 Access FM Mbeya Tanzania. Ulikuwa na mimi Sauti Biego, nilikuwa hapa pia na ndugu yetu Oscar Joel. Mpaka wakati mwingine.